wa pili 4 mstari wa 7. Haleluya, umeshafika hapo? Kichwa cha somo utaandika nitatimiza kusudi la Mungu. Amen. Maana ule mwaka wa kutimiza mapenzi ya Bwana, uandika nitatimiza mapenzi ya Mungu. Kwa maandiko yanasema, Timotheo wa pili 4:7 inasema nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Haleluya. Huyu ni mtumishi wa Mungu, Mtume Paulo aliyotumwa katika mataifa. Katika huduma yake kuna mengi ambayo aliyapitia, kwa hiyo akaona ni vyema sana aweze kushare na sisi pia mambo kadha wa kadha. Haleluya. Kwa nasema jambo la kwanza hapa, kuna jambo inaitwa vita. Jambo la pili kuna mwendo, na jambo la tatu kuna imani. Haleluya. Kwa kutafsiri rahisi, vita ni mashindano. Amen. Mwendo ni safari, na imani ni kile kitu ambacho Mungu amekupa kwa ajili ya kusudi lake. Kwa hiyo anaposema nimepiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, kwa namna nyingine naweza nikasema nimefanya bidii katika mashindano na nimemaliza safari yote na imani nimeilinda. Haleluya. Kwa tafsiri ya vita ni mashindano, mwendo ni safari. Haleluya. Katika maisha haya kila jambo lina safari, linaanza mwanzo na linafika mwisho wake, na ni Mungu tu ambaye hana mwanzo wala mwisho. Haleluya. Kwa kila kitu kina mwendo, kina safari. Hata gari inapotembea kwenye mwendo wake ina safari. Ndoa ina safari, uzao una safari, imani ina safari yake. Kila kitu ambacho tunakifanya chini ya jua kina safari. Biashara ina safari, unaanza hatua moja kwenda nyingine. Kwa hiyo anasema Paulo, katika safari ya kila kitu ambacho umekianzisha, kumbuka kuna vita katikati yake. Maana nini? Kuna mashindano katikati yake, kuna changamoto ndani yake, kuna makwazo ndani yake, kuna majaribu ndani yake kadha wa kadha, kwa sababu hakuna kitu chini ya jua ambacho kina safari ambacho hakina changamoto ndani yake. Amen. Lakini anasema pamoja na changamoto katika safari uliyoanzisha ya chochote kile, jambo la msingi, hakikisha imani unailinda. Amen. Maana kile ambacho Mungu amekupa lazima ukilinde kwa nguvu yoyote, licha ya changamoto kwenye safari katika maisha ya damu na nyama, katika maisha ya kiroho ni safari, pamoja kuna misukosuko ndani yake, lakini hakikisha kile ambacho Mungu amekupa lazima ukilinde kisidondoke. Haleluya. Ndio maana Yesu kasema kwamba linda sana ulicho nacho, asije akatwaa taji yako, asije mtu akatwaa. Kwa kile ambacho Mungu amekupa lazima uhakikishe unakilinda, kwa sababu amekupa kwa utukufu wake. Mungu amekupa nafasi ndani ya Singida, lazima nafasi uitunze na kuilinda, ifanye kazi ionekane. Amekupa karama, amekupa kipaji, amekupa uwezo wa kiuchumi, uwezo wa kiakili, amekupa ujuzi, amekupa taaluma, amekupa afya njema. Yote hajakupa ili umringie mtu, hapana. Amekupa kwa ajili ya utukufu wake, ili huu mwaka uweze kuvitumia kama nyenzo muhimu kwa ajili ya kujenga ufalme wake ndani ya Efata Singida. Mshangilie Bwana Yesu. Haleluya. Kwa anasema chunga sana. Kuna watu walikuwa na maono makubwa, walikuwa na ndoto kubwa, walikuwa na uwezo fulani chini ya jua, lakini wakaruhusu mazingira ya uharibifu ikaharibu maono yao, ikaharibu karama, ikaharibu huduma, ikaharibu ndoa, ikaharibu watoto, ikaharibu biashara, kila kitu. Kwa nini? Waliruhusu mazingira ya uharibifu katika safari ya kile ambacho walikuwa wamekianzisha. Haleluya. Kwa anasema chunga sana. Paulo pamoja alipitia changamoto ya kukataliwa, kuzomewa, lakini anasema at the end of the time
imani yake alilinda. Kile ambacho Mungu alimpa hakuruhusu mtu yoyote wala mazingira yoyote wala chochote kukiondoa. Kwa nini? Kilikuwa kimebeba hatima yake. Mshangilie Bwana Yesu. Kwa tafsiri rahisi, ambacho Mungu amekupa leo ndio ambacho kimebeba hatima yako, kimebeba baadaye wako. Hizo ndoto ambazo unazo, haya maono ambayo unayo, hilo wazo ambalo unalo, hilo wazo sio dogo, lazima ulilinde, kwa sababu hilo wazo ambalo unalo limebeba destiny yako. Hiyo karama ulio nayo ndani yake imebeba baadaye wako. Huduma ulio nayo ndani yake imebeba baadaye wako. Wokovu ulio nao imebeba baadaye wako pia. Chochote ambacho Mungu amekupa lazima ukilinde kwa gharama yoyote. Amekupa ubaba, simamia familia vizuri, maana hapo ndipo kuna hatima ya familia. Amekupa kuwa mama, simamia vizuri malezi ya watoto, maana amekupa wale ni watumishi wa Mungu, wakiharibika wazazi mtajibu. Amekupa ujana wako, ni binti wa kiume na ni binti, kuna kijana wa kiume. Amekupa ujana kwa ajili ya utukufu wake, sio kwa ajili ya ulimwengu huu, hapana. Chochote ambacho Mungu amekupa lazima uhakikishe unakilinda kwa mikono yote. Haleluya! Hata kama wanakusukuma wewe, yumba nacho tu. Amen. Hata wakusukume usiachilie, yumba nacho tu. Kama mlezi wewe, yumba nacho. Ukisimama imara kitakusaidia. Hata kama ukipigwa ngwala au kajikwaa, wewe anguka nacho chini tu, lakini kishikilia, ukinyanyuka kitakusaidia hicho kitu. Anasema linda sana ulicho nacho. Anasema amefanya bidii katika mashindano, safari ameimaliza, na pia imani ameilinda. Mshangilie Bwana Yesu. Ukimpata mtu ambaye amekaa kwenye ndoa kwa muda mrefu, kwambia katika safari yako mengi tumepita, lakini ambacho tumekilinda ni agizo la Bwana. Bwana anachukia talaka, nukta. Ndio amekibeba hicho, anatembea nacho. Amen. Ukienda kwa fanya biashara atakwambia, baba, nimefikia hapa licha changamoto yote, lakini nilikuwa na mawazo haya, siku moja nimiliki duka, siku moja niwe na kampuni. Haya ndio alikuwa maono yangu. Pamoja nimepigwa vita, soko halieleweki, lakini nilipambana mpaka leo na kampuni. Yalikuwa ni maono yangu. Ukimpata mtu ambaye amesoma, kamaliza chuo, muuliza, amepitia changamoto nyingi sana, lakini atakwambia, by the time nilikuwa nasoma nilikuwa nakosa hela ya kula, nilikuwa nakosa vipindi, lakini nilikuwa najua nitafaulu na nitakuwa mtu fulani. Kwa nini? Haya yalikuwa ni maono yangu. Kuna jambo ambalo alikuwa amenishikilia, akiliamini licha ya changamoto, lakini hakuliachilia. Kiona mtu watu wake wamefanikiwa, atakwambia, wanangu, pamoja kulikuwa na changamoto za dunia, lakini niliwahendo, nilikuwa naamini baadaye wao ni mwema. Kwa hiyo sikuruhusu changamoto yoyote iwaguse wanangu. Kwa nini? Niliamini wanangu watakuwa watu fulani chini ya jua na watakuwa nguzo kwenye ufalme wa Mungu. Kwa hiyo nilipambana mpaka wamefikia hapo. Kwa nini? Kuna jambo ambalo aliliamini na hakuruhusu mazingira yote yale iweze kukiondoa. Mshangilie Bwana Yesu. Ngeza makofi ya shangwe. Madamu umeokoka, inabidi imani yako uilinde. Usiruhusu ulimwengu kutawale wewe, inabidi wewe ndiye utawale ulimwengu. Kumekuwa na kizazi cha Wakristo saa hii, dunia ndiyo inawaamulia wafanye nini, wakati Mungu aliwaagiza wao ndiyo wawe nuru, wawe chumvi, ili dunia ione wao wanafanya nini, wawafuate. Kwa nini? Kile ambacho walikuwa nacho, roho ya dunia imeshawapokonya. Amen. Ndio maana leo dunia inafundisha watakatifu namna ya kuvaa, namna ya kutembea, namna ya kujiweka vizuri, namna ya kufanya mambo. Lakini watu hao Bwana wetu Yesu Kristo alituambia tukawe nuru kwa hao watu, maana wapo gizani. Tukawe chumvi. Je, chumvi ikiharibika itatiwa nini hata igolee? Kwa nini? Kanisa kile ambacho Yesu aliwaachia, shetani ameshakichukua. Shangilie Bwana Yesu. Amen. Kwa hiyo usiruhusu chochote kiingilie maono yako. Ambie mwenzako, usiruhusu chochote kiingilie maono yako. Usiruhusu chochote kiingilie ndoa yako, maana ndani yake kuna hatima. Usiruhusu chochote kiingilie biashara yako.
Usiruhusu chochote kiingilie wazo au karama au huduma au maono. Hata kama kitakuwa kinatishia, wewe kishikilie kwa mikono miwili. Hayo mazingira siku yakiisha, kile kitu kitakusaidia na utaona umuhimu wake. Amen. Mimi Manase, vitu ambavyo navilinda kwa nguvu zote. Ninachunga sana mtu yoyote kwa mazingira yoyote, kwa hali yoyote, asije akaondoke kitu ambacho Mungu amenipa na kuhubiria hapo. Na ukitaka muone Manase ni mkorofi, jaribu kutishia kukiondoa huku ndani. Amen. Yaani hiki nakilinda. Siangalii ni mzazi ale nizaa au nani, kwa kuwa Mungu amenipa kwa ajili ya utukufu wake. Kwa nakilinda sana, hata kipigwe mawe, hata wasemeje, mimi nasonga. Na kadiri mtu anaposema kwamba akiharibu, ndio Mungu anazidi kuboresha zaidi. Shangilie Bwana Yesu. Kwa nini? Nimeamua kukilinda kwa mikono yote. Amen. Ani mwenzako kilinde hicho ambacho unacho. Umepewa nafasi ndani ya kanisa, linda hiyo nafasi kwa mikono. Hiyo nafasi izae matunda. Hujapewa nafasi hapa kanisani kwa ajili ya sifa, maana kuna watu kadri hii wanapenda madaraka hata makanisani. Japo haya madaraka hayana malipo, lakini fanyaje? Yanapendwa mno. Sasa kama tu makanisani watu wanagombania madaraka mpaka wanarogana, hivi kule kwenye siasa ambako yako mabilioni ya pesa, kwa nini wasiuane kule? Cha kujiuliza. Kama tu makanisani watu wanagombania makanisani mpaka wanarogana, lakini bado they speak in tongues, they chase out demons, lakini bado haitoshi, wanakwenda kwa jamaa kuongeza maarifa mengine. Kwa nini? Kuna cheo anakitaka wapi? Kushika ambacho unacho, usiruhusu mtu yoyote akakiondoa. Amen. Mimi Manase nimeamua kukishikilia kwa mikono. Hata kama patakosa pa kuhubiria, nitahubiria hata miti na ndege kule porini. Kwa nini? Imeandikwa mkahubiri injili kwa viumbe, hajasema mwanadamu. Kwa nini? Mpaka siku nafukiwa chini, lazima nitakuwa nacho. Kwa nini? Ndio imebeba hatima yangu. Siku nikienda kule nitaulizwa, kila mtu ataulizwa ambacho Mungu alikupa, hiyo karama, huo uwezo, hiyo elimu, hiyo biashara, hicho kilimo unachofanya au fugaji, ulifanyia nini kwa ajili ya watu wake na kwa ajili ya ufalme wake? Kila mtu atakuwa answerable.